Nini? Sasa hapa ndani hakuna unga, hakuna mboga, hakuna kila kitu. Na yeye waondoka. Na jioni ukirudi wataka kula. Mimi nitatoa wapi popi? Sasa baada ya kusema nakuachaje, lazima nitoke mke wangu. Juu hii hali ni tata. Nisikae hapa nikasubiri tusichokipata. Habari ya kusema nakuachana, mimi nakuachia bwana. Bwana yupi unamtaja wewe na wewe ndo bwanako? Imani ya bwana uwe nayo. Wewe utajua mwenyewe na bwanako. Mimi nimekuchoka bwana. Oya. Oe. Oh. Sana bwana. Mambo freshi. Sana baba. Mambo barida. Safi. Mambo yente. Safi. Bwana natoka hivyo huko. Namwacha na zizi wangu huko lakini kantibua ile kinomani. Najua hawa wanawake wetu ndugu yangu wanapiga mambo yani sometimes unaweza kuwa unaamka hivi unapata ameamka na hii. Sasa cheki kama hivi. Jana natoka katika mihangaiko yangu usio nimwachia fedha usio. Juzi hiyo jana pia namwachia fedha. Unaona? Leo natoka anishika mkono. Yananiambia namwachaje. Nimemwambia ile pesa ushamaliza, sema namwachaje. Akamwambia ngajua huyu ashamaliza. Akamwambia sasa inabidi nakuachia yule bwana kwa na imani kwamba tutapa. Tunataka ndo nimepitia hapa mwanangu maskani nikugotee nini alafu niende hapo kwa mzee yule tambi nini na mitego yangu hivi kuna issue tuliongea au sio? Na ndio nione kama nitanyafura hapo. Unajua siku mbili tatu hizi sikuoni maskani nikawa najiuliza au jamaa wangu kwani vipi bwana. Lakini fanya hivi. Unaona wanawake kwa walivyo. Unaona kama mimi yule mwanamke wangu mimi simfichi kitu, namueleza halisi jinsi zilivyo. Maana sasa unajua mwisho wa siku nitakuwa kwake na bado mimi niko na yeye. Kama kweli vitu vingine inabidi tupange wenyewe. Ama wewe unalionaje? Ni sawa, ni tupange wenyewe vingine sisi kama wanaume nafaa tusimame kama wanaume. Wale ni wake zetu. Lakini kulingana na mpenda lazizi wangu sana, mimi itabidi nitamwachia tu pesa zangu. Hiyo ndio sasa unafaa sasa ufanye. Maana ukifanya hivyo utakuta hata hautasumbuana na yeye vitu vidogo wewe utakuta. Mchungaji. Habari yako? Salama dada Nemo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Habari ya masiku. Karibu. Juzi hapo kuona kwa kesha. Mimi na matatizo ya familia. Matatizo gani tena? Matatizo mengi sana. Mimi na mume wangu hatuelewani. Hamwelewani vipi tena? Na mnajua ndoa ni zimeumbwa katika hali ya kukutana. Mume wangu kila kukicha anasema hana pesa. Kila kitu ukimwambia hawataki kufanya. Sasa leo tumekorofishana vibaya. Lakini kukosa pesa dada ni hali ya binadamu siku hizi. Unajua vibarua pia ni shida. Ni sawa naelewa lakini hiyo yake imezidi. Kuzidi vipi tena? Hataki hata kufanya venye mimi namwambia. Kama leo alilipotoka hivyo nikasema acha mwenyewe nifanye usafi. Fanya usafi kidogo naona bahasha chini ya kitanda. Sasa ndio bahasha. Kashinda hii bahasha fanya nini? Kuichukua, bahasha yenyewe ndio hii. Kuichukua, kuitazama na kuifungua. Tazama ndani uona pesa. Kuna 7,000 humo ndani. Bahasha chini ya kitanda. Ndio. Nikasema kama mume wangu hana pesa. Na hizi pesa zimetoka wapi? Nikasema hii si la kweli. Labda hata ni majirani ndio wanatendea mbio, wanatutatiza huku na huku. Sielewi tena mambo ya duniani. Nikasema acha niende kwa mchungaji tuone atafanyaje. Kama ni maombi afanyike nitashukuru sana. Maana yake mimi nimechoka. Hapo dadangu umefanya jambo la maana sana. Kwa sababu siku hizi dunia watu hawapendani. Siku hizi tuna maadui kila upande. Umefanya jambo la maana sana. Ndugu, si majirani, siku hizi watu wanaendeana kinyume. Na kufanya jambo kama hili kwa sababu kuona bahasha pesa ndani ina pesa chini ya kitanda ni jambo ambalo la kushangaza sana. La shangaza, isitoshe mume wangu yasema hana pesa. Mimi mwenyewe sina pesa. Sawa, hino bahasha mimi nitakushauri uniachie mimi. Wacha nikufanyie maombi kidogo. Alafu ni kesho ama kesho kutwa nitakuita tuje tufanye maombi mengine kama ni. Nashukuru sana mchungaji. Wacha kidogo nikuombee alafu
tutawasiliana zaidi. Yote ni kwa yaani kila siku mimi natafuta silali. Hivi akiba yangu imeenda wapi? Huyu naye hayupo. Ama kweli mwanamke anitia hofu na mashaka, lakini hamna shaka, tutajua tu cha kufanya. Mume wangu, kumbe umerudi. Samahani sana. Habari za utokapo? Kuzima. Kuzima? Umeshindaje? Ila si kuzima vile. Kivipi tena? Nimetoka vyema ila sijarudi vyema. Kwa nini? Kwa nini unasema hivi? Manenge sikuelewi. Pressure iko juu. Kweli? Alafu pia na hema. Pole. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Akiba. Akiba? Ndiyo, akiba. Akiba gani? Akiba yangu ninayoiweka humu ndani kila siku. Mbona hujaniambia kuwa na akiba? Akiba niko nayo. Nilikuwa nimehifadhi pahali fulani hapo ndani. Wapi? Labda naweza kuwa nimeiona mahali. Ilikuwa hapo zangu ndani nafanya usafi. Ndiyo. Hivi na hivi kidogo kidogo nikifanya hivi mvunguni naona bahasha kisha nyeupe pepepe. Haswa. Nini? Haya, bahasha hiyo iko wapi bahasha? Bahasha Hiyo ina umuhimu mkubwa sana. Kwani yako? Bahasha ni ya kwangu mimi. Mimi naona ni ya mashetani ndio maana. Bahasha sio ya mashetani. Ndio maana nakwambia ni kitu cha ajabu. Akiba hiyo ni akiba yangu. Kwanza kichwa changu nakisikia hakiko salama. Akiba? Nahitaji akiba yangu. Saa hii kwanza nilikuwa nimekorogeka. Ipo haipo? Mimi sijai jua kama una akiba. Akiba? Nakwambia nahitaji akiba yangu. Tena fanya haraka. Kwa mchungaji. Umepeleka kwa mchungaji? Ndiyo. Kwa mchungaji? Ndiyo. Kwa mchungaji? Ndiyo. Twende huko kwa mchungaji. Twende. Tujinga ndio. Basi hata shida. Sasa hivi napata 7 hizi. Wacha kesho tena wacha. Wasema mpata bahasha. Ndio, sasa mimi naona za mashetani. Mimi hata sielewi. Yaani pesa zangu zimekuwa za mashetani. Ndio, sasa Mimi kila siku natafuta usiku na mchana, napambana na ng'ang'ana. Twende huko kwa fasta. Utanipatia hela. Nakwambia pesa yangu naitaka. Twende. Mungu wangu. Ni wapi utanijua wewe na wewe fasta wako. Wewe mchungaji. Wewe mchungaji. Hebu njoo hapa. Wewe.